kufunguliwa vifungo. Asubuhi ya leo tunamhitaji Mungu afungue vifungo ambavyo vimekufunga miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ambao bado kuna vifungo vinakufunga, Yesu anakwenda kukufungua. Yesu Kristo anakwenda kukufungua asubuhi ya leo. Vifungo vipo vya aina nyingi ambavyo vinawafunga watu. Vipo vifungo vya afya, hivyo ni vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Andika vifungo vya afya, kuumwa. Unaumwa, kifungo akitoe na uwe huru. Amina. Kuna kifungo kingine ni kifungo cha umaskini. Kifungo cha umaskini ni kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapanga mipango ya kufanya vibarua. Wewe ni mtu wa vibarua, kila mwaka upandi, kila siku ni tenda. Sijakukataa ufanye tenda, ila kubali kutoka kwenye hicho kifungo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lazima unapofanya kazi kubali kutoka kwenye kifungo cha tenda kila siku. Mwambie Mungu, nataka na mimi mwakani niwaajiri watu waje kufanya tenda kwangu. Watu waje kuvuna kwangu. Mungu anakwenda kukufungua asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu ambacho cha kuzingatia ili Mungu akufungue. Amen. Mwambie jirani yako, kitu cha kuzingatia. Kitu cha kuzingatia. Lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Yaani kufunguliwa kwako kunahitaji imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Mungu akufungue kwenye kifungo ambacho unacho, kifungo cha umaskini, kifungo cha afya, wewe ni kuumwa kila mwaka, kila toa sauti, mwambie kifungo cha akili. Kuna watu wana kifungo cha akili. Mwambie Yesu, leo nataka unitoe kwenye kifungo cha. Wewe uelewe. Amen. Unaweza kuchukulia kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kifungo kingine ni kuto kuhudhuria ibada. Andika, toka nyumbani, anajikuta ameshapigiwa simu na mkubwa, anarudi nyumbani, mkubwa amesema nimekuja kukutembelea leo siku ya ibada. Unaenda nyumbani, halafu ni mtu ambaye unakuja ibada ya asubuhi tu, halafu baada hapo unatoka. Hivi nacho ni kifungo. Kuna watu wameokoka bado wanatamani kufanya uzinzi. Yaani anakuwa bado ana tamaa ya uzinzi. Kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa watu kama tuliookoka lazima tutoke kwenye vifungo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali kung'oka, kukataa dhambi. Dhambi ni maandalizi. Hivyo vifungo, hiyo ni minyororo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo tutajifunza hili somo. Mungu atufungue vifungo ambavyo vimetutesa. Mungu ukimwamini anakutoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yapo mengi. Amen. Maandiko yako mengi lakini tutapitia machache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo vifungo. Asubuhi ya leo Yesu anasema anataka kufanyie nini? Mwambie jirani yako, Yesu anasema akufanyie nini leo asubuhi ya leo? Akufanyie nini leo asubuhi ya leo? Akufanyie nini asubuhi ya leo? Akufanyie nini asubuhi ya leo? Hebu tusome kitabu kile cha Marko 10:46. Sema wakafika Yeriko. Wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko. Huyu ni Yesu sasa. Pamoja na wanafunzi wake. Pamoja na wanafunzi wake. Na mkutano mkubwa. Na mkutano mkubwa. Mwana wa Timayo. Mwana wa Bartimayo. Yule muombaji kipofu. Yule muombaji kipofu. Sikiliza. Yule muombaji alikuwa kipofu. Alikuwa ameketi kando ya njia. Yesu asifiwe. Anahitaji kufunguliwa macho yake.
anahitaji kupona. Yesu anapopita, anapopaza sauti, wenzio akasema, "We tulia." Wanamkemea. Kuna wengine wanakukemea usije kanisani. Kwa sababu umefungwa, wanakuambia usije kanisani. Wanakuambia huko kanisani kwa walokole ni kwa wachawi. Huko ni watu wanaolialia, wanaonena lugha. Mimi mwenyewe kwenda kwa Yesu kwa sababu najua huku niko kwenye amani ya kweli. Kuna watu wanaokukemea wewe usisonge mbele na Yesu. Amen. Utakapotoka saa hizi wataanza kukuambia maneno ambayo hayafai. Waambie no. Lakini tarudia tena. Ndio. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Ndio. Lakini alizidi kupaza sauti. Alizidi kupaza sauti. Mwana wa Daudi unirehemu. Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema. Yesu akasimama akasema, "Mwiteni." "Mwiteni." Aje huyu mtu anayenitaka mimi. Wakamwita yule kipofu. Wakamwita, hebu mpe mchungaji maiki. Mpe mchungaji. Wakamwita yule kipofu. Wakamwambia, "Jipe moyo. Jipe moyo. Inuka. Inuka. Anakuita." Anakuita. Mstari wa 50. Ndio. Akatupa vazi lake. Akatupa vazi lake. Akaruka. Akamwendea Yesu. Yesu akamjibu. Sasa Yesu akamwambia. Sikiliza Yesu alipomwambia. Ndio. "Wataka nikufanyie nini?" Hapo. Wataka nikufanyie nini? Wewe unaulizwa asubuhi ya leo katika ibada hii. Yesu anakuambia, "Wataka nikufanyie nini?" Jibu kwa sauti. Wataka nikufanyie nini? Yesu anakuuliza sasa, nijibu. Wataka nikufanyie nini? Si hewa. Yesu anakuambia, "Wataka kufanyie nini?" "Nataka uniponye." Piga makofi kwa Yesu. Anasema Yesu anataka mponye. Wewe unataka ufanywe nini? Ufunguliwe vifungo ambavyo wewe mwenyewe unavijua. Twende. Amen. Twende baba. Mstari wa 51. Akamjibu akamwambia, "Ndio." "Wataka nikufanyie nini?" Ndio. Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu." Kwanza alikuwa mnyenyekevu. Unaona? Wewe hapo unakuja unasema, "Segesera." Anza mchungaji, baba. Anapata nguvu. Yule kipofu akamwambia, "Mwalimu wangu, nataka nipate kuona." Akasema, "Nataka nipate kuona." Ndio. Yesu akamwambia, "Enenda zako. Imani yako imekuponya." Mara akapata kuona, akamfuata. Shangilie Bwana Yesu. Yuko tayari kufunguliwa. Akamfungua akasema, "Imani yako imekuponya. Nenda zako." Ameshapona, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Akawa ameshapona. Kwa hiyo na wewe imani yako ndio itakayokufanya Mungu akufungue katika vifungo ambavyo umeteseka. Iwe ni magonjwa, iwe ni umaskini. Yesu anasema leo akufanyie nini? Unataka ufanyiwe nini? Unifungue vifungo. Nifungue vifungo. Nifungue vifungo vya umasikini. Nifungue vifungo vya umasikini. Nahitaji kuwa tajiri. Yes. Nisaidie. Lakini pia kuna mtumishi wa Mungu mwingine. Soma Mwanzo 21:1 pale. Huyo anaitwa Ana. Biblia inasema, ndio, Bwana akamjia Sara, ndio, kama alivyonena na Bwana, ndio, akamfanyia kama alivyosema, ndio. Sara akapata mimba. Sara akapata mimba. Kumbuka kwamba Sara alikaa muda mrefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa miaka mingi sana, anakuja kupata. Mungu anakwenda kukufungua. Sawa mtumishi wa Bwana. Sawa mtumishi wa Bwana. Soma ile Mathayo 11:28 anasemaje? Tunaenda kumaliza ili tuwe na muda mzuri pia baadaye. Alafu baadaye tuwahi kutoka. Mathayo 11 na mstari wake wa 28. Ndio. Biblia inasema, kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anasema nawapumzisha. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri.
Leta mizigo yako hapa leo, itue hapa.